Ongeze rais wetu wa shirikisho letu la ngumi, na ukimwangalia alafu kasikia ndo rais wa ngumi, unajiuliza mara mbili kwamba ni wepesi wake au. Lakini pia niwapongeze ndugu zangu wa Mafia, lakini pia baraza letu la michezo la msajili. Mimi na mama matatu tu. Moja, tunataka michezo yote ilete maana kwa mchezaji, ilete maana kwa taifa, na mwisho inspire kizazi kinachokuja. It has to become an inspiration for the next generation, kwa sababu michezo hii kama haiwezi kuinspire kizazi kinachokuja, maana itakuwa si michezo endelevu. Lakini kama itaendelea kuinspire kwa wanaocheza kufaidika, taifa kupata heshima kutokana na michezo, automatic hivi vitu vyote vinakuja kuleta motisha, morali, hamasa, inspiration, inaweza kuleta vijana wengi zaidi wakashiriki kwenye michezo. Sasa tumeona sasa hivi mchezo wetu wa mpira wa miguu unafanya vizuri. Na hata juzi tumeona matokeo ya under 17, under 20, vijana wamescore vizuri. Tumeona timu yetu ya watoto wa kike inafanya vizuri. Tumeona Taifa Star heshima leo ipa nchi yetu kwenye mashindano ya AFCON Morocco. Lakini la pili, tumeona basketball inavyofanya vizuri. Na penyewe ni jambo la kujivunia kwamba tumeingia kwenye robo finali na Mei tutakuwa tuko Rwanda. La tatu, tumeona riadha inafanya vizuri. Na Simbo katupa heshima kubwa sana. Mashindano ya juzi Boston kule Marekani, amekuwa ni mtu wa pili ambaye kimsingi ni tofauti ya dakika, lakini amefanya kazi kubwa na bendera ya taifa letu imepeperushwa. Kwa sasa tunapokuja kwenye habari ya mchezo wa ngumi, boxing, tunataka pia na yenyewe ibebe heshima, kama unavyofahamu ya kwamba tunao vijana wa Tanzania watatu ambao wanawakilisha nchi yetu kwenye mataifa tofauti wakiwa wametoka Tanzania na ni mabondia wetu ambao ni moja ya sehemu ya fahari yetu. Ningetaka sana katiba yenu ikae vizuri ili tuwaondoe makanjanja wote wanaonufaika kwa kuumizwa watu wengine, kwa sababu mchezo wa ngumi sio mchezo rahisi. Yaani mwenzako anapigwa mpaka tayari na katika, alafu unachukua hela yake, unapotea, anakosa hata hela matibabu. Mtu amenyanyuka hapa, ameenda kupigana huko kwenye nchi za watu, unamtelekeza. Lakini mbaya zaidi, si tu kuisha kumtelekeza, wengine mnafika hatua mnawapanga wakubaliane namna ya kushindwa. Kwamba bwana wewe kubali kupigwa, tumeshachukua chetu. Sasa pale ukipigwa kwa makubaliano, manake umeliuza taifa lako. Utaona wewe umenufaika kupata hela kuweka mfukoni, lakini utakuwa umeuza nchi yako, umepoteza heshima nchi yako. Na mapambano mengine inawezekana ungeweza kufanya nini? Ungeweza kushinda. Kwa mimi kwenye wizara hii tunataka kila mchezo usimamiwe kikamilifu, uwe na tija kwa mchezaji, uwe na tija kwa taifa letu, lakini mwisho utengeneze hamasa, shauku, motisha kwa watoto wetu, ili uwe ni mchezo sustainable, uwe mchezo endelevu. Ukiwa ni mchezo wa siku 2-3 tu hivi mnakula hela hapa katikati na nini, mwisho siku hata vijana wanasema kama nikacheze ngumi mimi, nikakimbie mbio mimi, nikienda kule sini. Tunataka ifike hatua ya kwamba kila kijana wa Kitanzania aone fahari. Na ndugu waandishi, mfahamu ya kwamba wizara yetu ya habari, sanaa, michezo na utamaduni ndio wizara pekee yenye nafasi ya kuonyesha vipaji na vipawa na kutengeneza ajira bila mgogoro na serikali. Si kama naweza kueleweka vizuri. Yaani wizara yetu ndio wizara pekee ambayo inaweza kutengeneza ajira nyingi zaidi na ikaondoa mgogoro wa wananchi na serikali yao kwa namna ambavyo sisi tukijipanga vizuri. Na ndio maana mnaponiona kuwa mkali kwenye mashirikisho, sio tu mkali kwa sababu ninapenda kuwa mkali. Hapana. Ni mkali kwa sababu shirikisho lisipofanya vizuri linaua kipaji cha mtoto wa Tanzania ambaye angeweza kutoka kupitia platform inayojengwa na hilo shirikisho. Mathalani hapa tunaongelea ngumi.
Tuna mchezaji hapa ameenda ameshiriki, ameshinda, hela yake promoter katoroka nayo. Sasa huyo mtu ni adui wa ngumi, ni adui wa michezo, ni adui wa mafanikio ya mchezaji, lakini mwisho wa yote ni adui wa taifa letu, kwa sababu anapoteza heshima na ukubwa wa nchi yetu ya Tanzania. Sasa sisi hatutakuwa wapole, tunataka mashirikisho yote. Kuna kipindi nasoma taarifa, unakuta shirikisho linapeleka washiriki 3 4, alafu viongozi wako 20. Yaani wafikiria, yaani viongozi ni wengi kuliko nao kwenda kushiriki. Alafu wengine wakikutana nao kule wanaenda kuwapa nguo, bwana sikiza, vaa hii hapa, wewe ndio sisi tumekuleta, wakati mtu kajipeleka mwenyewe. Najua maneno mengi kwenye nchi yetu hii yako kwenye hii, ukiingia kwenye sanaa, ukaingia kwenye mpira huko, ukaingia kwenye ngumi huko, ndio wataalamu wa maneno. Na mimi nimejiandaa kukabiliana na kila aina ya maneno, kuhakikisha kwamba mchezo wowote ulioko kwenye nchi yetu unainuka. Mimi najiuliza, hii nchi hii waendesha baskeli wako wangapi? Lakini tunapeleka hao, tunawafundisha. Tumacha watu wanaendesha baskeli tu, wakati kumbe kuendesha baskeli na penyewe unaweza kutengeneza nini? Pesa. Angalieni juzi Simbo kawa wa pili, kaondoka na dola 70 ngapi? 75. Dola 75 unaongelea zaidi ya milioni 100 karibia na 50. Huyo kaipata kwenye kipindi cha kukimbia masaa ngapi? Ukichukua mazoezi yake aliyoyapanga na nini, chukua hiyo dola 75 igawe kwa mshahara wa dola 3000 kwa mwezi. Unafikiri miezi mingapi hapo amechukua? Na haina maana kwamba ataishia kukimbia kwenye Boston Marathon. Ikitokea marathon nyingine afanye nini? Anakwenda. Lakini kubwa kuliko yote, tunataka bendera ya Tanzania kwenye kila mchezo ulioko duniani ipepee. Na hatuwezi kufika huko kama tuna mashirikisho hayako serious, tuna viongozi hawako serious, tuna katiba ziko wiki za mashirikisho yetu, hatuna usimamizi bora, tumeruhusu wauni makanjanja wakaingia kwenye hii tasnia wakatengeneza maisha kupitia majasho ya watu wengine. Hilo jambo hatuwezi kulivumilia. Kwa mimi nawapongeza Mafia na rais wetu, kwa sababu ilielekeza siku ile pale katiba yao itoke, na sasa katiba wanayo, na naamini kupitia katiba, chambueni wauni wote wakae pembeni, tuweke watu ambao wako serious, ili tuhakikishe ya kwamba vijana wa Tanzania wanatumia fursa iliyopo ya amani na utulivu wa nchi yetu, kujulikana kwa taifa letu, kufunguka kwa milango anayoifungua Daktari Samia, kuwapeleka nje. Ni jana juzi tumesaini mkataba pale, misodi wanakuja hapa nchi 130. Itaonyeshwa kwenye television live tukio nchi zaidi ya 100. Hebu niambieni, heshima taifa letu itakuwaje? Hasa watakapokuja kokote kule watakapokuepo, wakisikia Tanzania sema kule ambako ilifanyika Miss World. Watu waliotembelea Barcelona wanajua Barcelona sio nchi kubwa, yani sio mji mkubwa sana, hauna cha kutisha. Lakini Barcelona imekuwa kubwa baada ya mashindano ya World Cup. Ilivyoenda kucheza kule watu kila mtu, yani mimi nimeenda Spain, nimeazima kwenda wapi? Barcelona. Yani uko pale pamoja, umeenda kuangalia uwanja wa Madrid, nimeshuhudia mechi, lakini kichwani lazima nifike wapi? Nimefika mpaka sasa, kumbe hii ndio mji wenyewe huko hivi. Utakuta pale kanisa moja kubwa, mle ndani na madude ukiangalia hata linatisha. Ukipanda kule juu kule, unaenda kwenye uwanja kule, unaona kamji kako chini. Lakini utalii umeongezeka maradufu kwa sababu hiyo tu. World Cup ilifanyika kule. Hasa sisi Daktari Samia akatupa fursa, anatuletea AFCON. Afrika na dunia yote nakuja wapi? Tanzania. Ametuletea mashindano ya mamisi wa dunia. Ukisema mamisi wa dunia, maana yake unaongelea mlembo ambaye nchini kwao wote wanamkodolea macho, wanaume mpo. Ukisikia misi Tanzania, si macho yanakutoka kwanza, misi huyu yukoje? Sasa kile kitendo cha kumshangaa yule misi, awareness imeshafanya nini? Imeshafanikiwa. Sasa fikiria, wanakuja mamisi wa dunia nzima kuja kushindana kumtafuta misi huyo mmoja. Na Mungu alivyomwema, nimeongea na yule Miss Juliet yule CEO yule.
Yani amempenda Rais Samia, amependa utulivu wake, amependa amani iliyoko katika nchi yetu, amependa vivutio tulivyo navyo, amenikubalia kwamba tukifanya mwakani yakaenda vizuri, manake mwaka unaofuata 2028 tutafanyia Miss World, itafanyika tena Tanzania, tena Zanzibar. 2029 tutaifanyia Arusha. Anasema tutatembeza kwenye hii miji yenu mara 3 au mara 4 mfululizo mpaka atakapoondoka Daktari Samia wapi? Madarakani. Na rekodi zipo kwa sababu China walifanya mara 9. Yeah. South Africa hapa walifanya mara 4. Uingereza walifanya mara 13 mfululizo. Marekani of course walifanya mara 2. Tanzania inaenda kuingia kwenye rekodi chini ya uongozi wa Daktari Samia. Sasa wewe waza, mamisi wakija mara 2 mara 3 mfululizo wanajaa hapa Tanzania. Ombi langu tu wale mliooa, msivunje ndoa zenu kwa kuona mamisi wanakuja wapi? Sababu wabongo na wenyewe bana. Zakashangaa mtu anashinda tu. Umempa kazi ya kumsafirisha misi fulani kumpeleka kwenye mbuga huko, kaitelekeza na ndoa. Lakini mimi nataka kusema ni kwamba ni fursa mwaka huu tena, kwa amani tulionao na mshikamano chini ya Daktari Samia, tunaleta wabunge wa duniani, bunge la IPU wanakuja dunia nzima. Wanakuja wapi? Tanzania. Tena bahati nilionao wanakuja jimboni kwangu Arusha. Kila nchi wabunge 5 na ndio maana jana juzi nikasema ukibeza nchi yako ukaibagaza taifa lako